لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحقيقة amekujieni mtume anayetokamana nanyi, humpatabu sana yale yanayowatia kwenye dhiki na mateso, lakini ana hirsi, anapupa ili nyinyi muongoke mfuate njia ya sawa. Mtume huyu bilmu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Huruma za Mtume alayhi salatu wassalam, kuwahurumia wakosaji ni pamoja na kupenda na kuelekeza wastiriwe. Unapomwona mwenzako amekosea, basi jaribu kumstiri. Man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, yoyote atakayemstiri muislamu Allah azza wa jalla atamstiri hapa duniani na kesho siku ya kiyama. Huenda mmesikia kisa cha sahaba mmoja aliyesimamishiwa hadi ya zina, kupigwa mawe mpaka kuuawa, Ma'iz al-Aslami. Yeye mwenyewe alimfuata Mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia ya Rasulullah, asabtu haddan fatahhirni, ewe Mtume wa Allah, nimefanya dhambi nastahiki hadi mimi, nitahirishe kwa kunitekelezea hiyo hadi. Mwisho wa siku, baada ya utafiti kukamilika, yule bwana akasimamishiwa hadi. Habari zikamfikia Mtume alayhi salatu wasalam kuwa aliyemshauri ni bwana mmoja anaitwa Hazzal ibn Yazid, na ili uende kwa Mtume ni lazima utangaze mabaya yako. Ya Rasulullah, nimefanya 1 2 3 4 na Mtume hakuwa anapenda hilo. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam baadaye alipokutana na Hazzal, lau satarta alayhi ridaaka kana khaira, Hazzal, lau ungelimstiri yule ndugu yako ingekuwa khairi. Huoni sasa amekuwa hadithu nas, kila mtu anamzungumzia fulani fulani fulani, wewe ndio umeyataka. Lau ungemstiri hakika ingekuwa khairi kwako. Haya ndio mafundisho ya bwana Mtume Muhammad. Kadhalika miongoni mwa yale yanayoonyesha huruma ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa wenye kuingia katika madhambi na maasiya, arifqu bihim, alikuwa anaamiliana nao kwa upole. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni wagonjwa, wanahitajia matibabu, na tabibu mkuu ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nakumbuka habari moja, kipindi fulani Mtume alayhi salatu wasalam amekaa na masahaba zake ndani ya msikiti. Fadakhala a'rabiyyun faata nahiyat almasjid fabala, akaingia mbedui mmoja akaenda kwenye pembe ya msikiti akajisaidia haja ndogo kule. Masahaba wakapata hasira, wakataka kumshambulia yule bwana. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, la tazrimu, msimkatie haja yake, wacheni ajisaidie mpaka amalize. Yule bwana akajisaidia, alipomaliza akaitwa na bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, akamwambia, hii misikiti haijajengwa kwa ajili ya matumizi haya, hii misikiti ni kwa ajili ya kumwabudu Allah, usirudie tena kufanya hili. Yule bwana alifurahishwa sana na nasaha za bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam na upole aliouona kwa Mtume alayhi salatu wasallam, mpaka akasema, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada, ewe Allah nirahamu mimi tu na Muhammad, usimrahamu yoyote kati yetu hapa. Bwana Mtume akamwambia, hapana, ama kwenye rahma za Allah ni kunjufu, usiombe dua hiyo. Kavutiwa na upole aliouona kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu ni mkosaji. Hii ndio lugha nzuri iliyotumiwa na Mtume alayhi salatu wasallam, lugha iliyojaa upendo, lugha iliyojaa upole, lugha iliyojaa huruma na rahma. Ni wangapi kati yetu tunakosewa? Je, lugha zetu ni rafiki tunapowakosoa wale waliotukosea, tunaporekebisha wale tuliobaini makosa yao, au ni lugha za kuwadunisha, kuwashusha, kuwaona kama vile si lolote si chochote? Hapana, hayakuwa hivyo maelekezo na mwongozo wa bwana Mtume Muhammad